Kamoseti Victor. I am an obstetrician and gynecologist in Kisii County. First of all, I want to empathize with the family that has lost their loved one. So for clarity, I just want to say that yes, indeed, we received the mother who came to our facility, that is Kenyanya Sub-County Hospital. The mother arrived on 26th of this month at around 11 a.m. in the morning. But at that point, she had not yet gone into labor. As routinely, what we normally do for such a kind of patient, they are normally kept for monitoring until such a time when she goes into labor. And indeed, on the 26th of February, the lady proceeded into labor. At around 6 a.m. in the morning, she was around what we normally call 6 centimeter dilated. That ushers in the process of labor, and therefore that is the point we say that now we need to start monitoring more aggressively. At around 9 a.m., she has not yet gone into full dilatation, which we normally say full dilatation, so that can allow the baby to be delivered. So at around that 9 a.m., the mother had a drastic change of events. She started becoming restless, having short of breath, and as our team realized that, they swung into action. They tried to resuscitate this lady, but in the process of resuscitation, and unfortunately we lost the mother. Routinely, once a lady has gone into labor, we expect that this mother has to go up to 10 centimeter dilatation. Then that will allow her for subsequent delivery of the mother, of the child. At this point, if you note, this particular mother had not yet reached that point, so she was not yet ready to be taken for delivery room or for subsequent any other further interventions. So at this point, we were trying to do a normal delivery. On the same note, I think on the same note, in the same facility, we had also other mothers who were in labor, who are being monitored, and I can assure you that all the other mothers who were there, they successfully delivered to a very healthy babies. So on that note, again, I want to reassure all our residents in Kisii County that we as healthcare workers, we sought to make sure that we provide the highest standard of care, and we shall continue to provide that high standard of care. And for that matter, please kindly, as a county, have confidence in our facilities, have confidence in our healthcare workers. For sure, we shall continue giving you the best care that everyone deserves in this county. In this case, as routinely we normally do for all cases, we have started conducting an audit, which will be able to bring out everything that transpired, so that we're able to know what exactly happened within this short period of time that led to this death. So I want to reassure that even the postmortem will be conducted so that we can have a comprehensive report on the same case. Kwamba umeweza kupata mambo vile yalivyojiri katika hospitali ya Kenyanya, na ameeleza kwa utaratibu vile wanavyofanya kama madaktari. Ni kwamba walifanya kadri ya uwezo wao vile walivyofunzwa, na yeye ni daktari ambaye amehitimu vizuri. Kwa hivyo step zote zilifuatwa mpaka ilipofika hapo basi hatimaye ikatokea tukaweza kupoteza yule mama. Tunasema ni pole kama serikali ya ugatuzi kwa niaba ya Mheshimiwa Paul Simba Arati ambaye hakukuwa hapa. Tumesema pole kwa familia, and we are very saddened by the loss of that mother. Pia tunasema kwamba kidogo mambo mengine yalifanyika pale, kulikuwa na vurumai pale, hospitali iliweza kuvunjwa kidogo, vioo vikavunjwa na vitu vingine vikaweza kuharibiwa katika ile hospitali. Tunasema kwamba kama bahati mbaya kama hii imetokea, ni kwamba wale wanaohusika kama madaktari ile tunaita profession ya madaktari watafanya uchunguzi wao, waweze kuona kwamba ni lipi hili ambalo
liweze kufanya yule mama kaaga, kwa sababu mambo ya udaktari hawa ndio waliosomea, na bahati kama hiyo mbaya imetokea, basi itakuwa ni vizuri kwamba madaktari na chama chao waweze kufanya utaratibu wao wa kuweza kudhibitisha na kuonyesha kwamba je, ni lipi lilienda vibaya katika mambo ya yule mama. Pili, kuna Clinical Officers Union pia waweze kufanya investigation zao. Pia tumeambia DCI pia afanye investigations. Lakini mjue kwamba hospitali siku zote ni mahali pa refuge. Mtu akiwa ni mgonjwa lazima nakimbilia hospitali. Hata kanisa ukiwa na shida watu wanakimbilia kanisa. Kwa hivyo tunasema kwamba hospitali iweze kuheshimiwa, kwa sababu sasa madaktari kufanya kazi yao, bahati mbaya kama hiyo itokee, si vizuri kuweza kuingia kule kwa hospitali, kugonga vitu kule kwa hospitali, kuvuruga wale wanaofanya pale na kuhatarisha maisha yao. Tunaambia watu wetu katika Kisii County, bahati mbaya ikitokea, ni vizuri tuweze kujiuliza, je, ni lipi ambalo liliweza kufanyika? Kwa sababu hawa vile walivyoelezea Daktari Moseti ni kwamba kuna utaratibu fulani unaofuatwa. Mama akikuja kama anataka kujifungua, kuna utaratibu ameeleza, kama hajakuwa tayari basi lazima tungoje muda wake uweze kufika ndio waweze kuendelea na kazi yao. Lakini bahati mbaya ghafla ikitokea, basi ni vizuri kuweza kufanya utafiti na kujiuliza, je, ni nini ambacho kilienda vibaya. Pili, watu wetu waweze kufahamu kwamba sisi sote tunagonjeka, tutakuwa wagonjwa, tunakimbilia hospitali. These are people who are trained kabisa, trained. He is a consultant. Kwa hivyo wanaelewa, na pale kulikuwa na madaktari na wengine ambao walikuwa kama pharmacists na wengine. Tafadhali ni kusema kwamba watu wetu mwe watulifu katika mambo kama haya, ili tuweze kuwa society ambayo inaelewa what we must do. Society ambayo ina uvumilivu, kwa sababu bahati mbaya siamini maishani kuna daktari anaweza kuhatarisha maisha ya mgonjwa bila sababu. Mimi sijawahi kuamini hilo. Kwa hivyo ni vizuri tuseme kwamba watu wetu, kama kulikuwa na vurumai pale, tafadhali wakati mwingine mambo kama haya yasifanyike. Mshaelezwa tayari kwamba kule Kenya pia kuna mama walikuwa wanataka kujifungua. Tushaambiwa wengine wamejifungua, wengine wanangojea kujifungua. Katika gatuzi letu lote la Kisii County, mwezi jana wa Januari, tumekuwa na watoto waliozaliwa 3,000. Kuonyesha kwamba we are up to the task. Tunaelewa kazi hii na tunajua tuna madaktari na nurses wa kutosha. Imagine 3,000 births in 1 month. Tunasema hongera kwenu madaktari, lakini pole kwa yaliyotokea hapo jana. We hope that tutapata suluhisho, tupate kuelewa, na zaidi ya hayo familia inaweza kufanya independent investigation and postmortem using their doctors to ascertain what actually happened. Inawezekana kwamba shida haikuwa shida vile tunavyofikiria, tuweze kuharibu mali, tuweze kupigana, tuweze kukuzana, na sisi ni watu wote ambao wa jamii ya hapa nyumbani. Ni kusema kwamba watu wetu tuwe watulivu na wavumilivu, manake facility kama ile inachukua pesa kuitengeneza, kuiunda, kuweka facility ni pesa. Sasa tukiharibu, we are destroying our own property, kwa jambo ambalo pengine tuweze kulitatua bila kupigana na bila kuleta fujo na bila kuleta ubaya. As a government, we stand with the family, na tunasema ni pole, na we will do kadri ya uwezo wetu. In future nothing like this happened, but before then, wacha tusikize vile wanavyosema madaktari wakubwa na vile serikali ya investigation kutoka kwa DCI wanapofanya kazi yao, ndio tuweze kurelease report kama itawezekana, kwa sababu these things are confidential. Madaktari wanasema kwamba habari kama hizi haziwezi kutolewa mpaka kwa wengine. Hata hivyo, wacha kweli uweze kuonekana katika those investigations. Asanteni, nasema kwamba mwe watulivu, serikali iko imara, na Governor Simba is concerned that every facility is safe both for those who work there and for those who are treated there. Msilete wasiwasi kwa maafisa wa timu au madaktari. Sasa mkileta shida, mkivuruga wao, amuwataki wao, je, what will happen kwa wale ambao watakuwa ni wagonjwa wakiendelea kuja katika hospitali zetu za Kenya? Kufunga si jibu, kuvuruga madaktari si jibu. Jibu ni kuelewana, hospitali iendelee, na tumepeana idhini kwamba serikali lazima iendelee, kwa sababu nikasummon all these officers to tell them lazima to serve our people despite these hiccups we are experiencing. Kwa hiyo watu wa Kenyenya is up and running. Tutatuma watu waende pale kukadiria yaliyokosekana pale, yaliyoharibiwa, but by and large tuko ready kuendelea na kazi hiyo, kuhakikisha kwamba madaktari wako safe na
kazi zinaendelea katika watu wetu katika kaunti ya Kisii. Tafadhali kuwa wavumilivu kwa mambo kama haya. These are professional services that are being rendered. Na sisi ndio tunaotibiwa. Si vizuri kuchukua sheria mikononi mwako na kuanza kuhatarisha maisha yao. It's only fair that we wait for the investigation na tuelezwe kilichojiri na kushirikishana katika kitu. Huru pia ilitokea tunajua, na hii imetokea kwa watu wetu. Tafadhali jambo kama hili lisionekane tena, kwa sababu sometimes you affect the investigation by doing that which is incorrect. Let the law take its own course and let the experts do what they must do. Wengine wale walioleta vurumai hata sio experts, ni watu wetu tu, lakini wakikuja kuelezwa vile Dr. Moseti ameelezea wataelewa. Kwa hivyo mimi nauliza watu wetu, tafadhali siku zote kuwa wapole na kuwa wavumilivu, because once you ask you will be answered. Ukiulizwa utajibu. Nyinyi nyote mnakuanga wagonjwa katika maisha yenu, unaenda polepole kwenye hospitali. Daktari hawa lazima wana taratibu zao, protocol zao za kutibu. They have to investigate, they have to find out. Tafadhali watu wetu tuwe watulivu katika hali